Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena uweponi mwa Bwana. Leo tutakwenda kuangazia mada inayosema ujio wa Yesu mara ya pili. Na tufanye nini ili anapokuja ile mara ya pili tuweze kumlaki pale mawinguni. Sasa nilikuwa nataka tujadili hapo kwamba unaposikia ile neno kurudi kwa Yesu mara ya pili, tuelewe nini? Na je, tufanye nini anapokuwa amekuja sasa tuweze kumlaki pale mawinguni? Asante. Kwanza kabisa, hili ni jambo la neema kwa upande wetu sisi wote. Jambo ambalo linakuja kwa ajili ya kutusaidia na kutuweka katika mahali ambapo kwa kweli ni pa kipekee. Na atakayepata nafasi hiyo basi amejipatia nafasi nzuri sana ambayo ni ya kipekee. Kwa sababu tunasema kwanza ujio wa Bwana Yesu mara ya pili ni ujio ambao umekuja kwa ajili ya kulichukua kanisa lake, lile ambalo litakuwa lipo tayari kama alivyosema mwanzoni ya kwamba atakuja, na ujio wake utakapokuja mara ya pili si kwa ajili tena ya kuandaa, bali ni kwa ajili ya kuchukua kile ambacho kimekwisha andaliwa, na wanaoandaa ni sisi wenyewe. Tunabidi tujiandae ili atakapokuja tusiwe na maswali mengi ya kuulizwa, wala tusiwe na maswali mengi ya kujiuliza kwamba tufanye nini na tusifanye nini. Kwa sababu tayari katika kuondoka kwake mara ya kwanza aliondoka akachuatia taarifa ya kwamba ameondoka kwa Baba wa mbinguni kwa ajili ya kwenda kutuandalia makao mazuri ya kufikia sisi au kwa kupumzikia baada ya kazi ngumu hapa duniani ambayo tunaipitia na maandalizi ya hapa na pale. Kwa hiyo kwa upande wa jambo hilo naweza nikasema kwamba Yesu kwanza ametupa nafasi nzuri sana ya kujiandaa, katupa muda mrefu sana wa kujiandaa kwa ajili ya wakati huo. Na ndio maana kila siku tunasikia matukio kwamba kesho anarudi, lakini hiyo kurudi kwake imekuwa ni kama vile hadithi. Ila hiyo nayosikia kwa watu kwamba kesho anarudi ni miongoni mwa taarifa ambazo zinatumika kupitia Yesu mwenyewe huko alipo. Anatumia watu kuwashtua kuwakumbusha kwamba nipo njiani. Ndio maana anasema kesho narudi. Kwa hiyo hata unaposikia watu wanaposema kesho narudi, na isiwe usidhani ni uongo, bali ni taarifa. Au ni kama vile mtu anayeendesha gari, mafuta yanapofikia kiwango fulani gari inaanza kupiga warning, au kuna mshale unapiga warning kwamba mafuta yamekaribia kuisha. Kwa hiyo ajiandae kuongeza mafuta kwenye gari, vinginevyo kama alikuwa na safari ya mwendo wa mbali hatomaliza hiyo safari. Kwa hiyo ndio maana kuna wakati upo mshale pia kwenye gari wa kuonesha warning ya mafuta kwamba muda unakaribia, mafuta yanakaribia kuisha. Kwa hiyo kama karibu kuna eneo la kujaza petroli mapema, anatakiwa ajaze ili yale mafuta yasimuishie akiwa kabla hajafika eneo rasmi la safari yake. Kwa hiyo tufanyeje sasa ili anapokuja mara ya pili? Tunachotakiwa kufanya kwanza kabisa wanavyosema kuja kwake mara ya pili ni kujiandaa. Kwa kujiandaa kivipi? Tuendelee kufanya matendo mema, tuendelee kusoma neno, tuendelee yaani kuhakikisha ya kwamba hatuachi yale mambo ambayo ametuambia tuyafanye. Maana kabla hajaondoka kuna mambo alituambia tuyafanye. Kwa hiyo ni kujitahidi kuyafanya katika uadilifu wa kweli, ili atakapokuja asitukute tuna mapungufu. Na hata kama kukuta mapungufu, basi ni mapungufu ambayo yanaelezeka, sio ni mapungufu ambayo hayawezi kuelezeka mbele zake. Mfano kidogo naweza nikatoa kwa kifupi, ni wale wanawali 10 ambao walikuwa wamepewa taarifa ya kwamba yu aja. Na wale wanawali 10, kuna wanawali ambao walikuwa ni waelevu na wanawali ambao walikuwa ni wapumbavu. Wanawali waelevu ni wale ambao walifuata yale ambayo mambo walielekezwa, na wale wanawali ambao ni wapumbavu ni wale ambao waliachukulia kawaida. Na ndio maana hata kipindi hicho kwenye neno linavyosema ya kwamba wanawali 5 hawakufanikiwa kuandamana naye,
na wanawali 5 wale ambao walikuwa wamejiandaa tayari kwa ajili ya yale ambayo alikuwa ameeleza, waliweza kuambatana naye na kuingia katika lango kuu la kifalme. Sawa. Mimi kwa upande wangu pia siko mbali na wewe. Kwa mfano katika maandiko yako mengi ambayo yanaashiria kwamba Bwana Yesu atarudi mara ya pili. Kwa mfano moja ya maandiko yanatoka kwenye kitabu cha Mathayo 24:27 inasema kwamba kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Hii inaashiria kweli kwamba Bwana Yesu atarudi mara ya pili. Lakini kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1:7 pia inasema, neno la Mungu inasema kwamba tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kweli Bwana Yesu atarudi mara ya pili kwa vithibitisho vya haya maandiko. Kwa hiyo Bwana Yesu anaporudi mara ya pili haji kama ambavyo alikuja mara ya kwanza. Anakuja kama mfalme. Anakuja kuweka ufalme wa Mungu utakaotawala milele hapa duniani. Anakuja na utukufu. Haji tena kama vile ambavyo wale walipata kumshuhudia pale mwanzo kama mwanadamu, mwana wa Adam. Sasa hivi anakuja kama mfalme. Haji kama mwokozi, anakuja kama mfalme, mtawala wa milele. Kwa hiyo anapokuja lazima kuna watu wanatakiwa wamlaki. Mimi na wewe tunatakiwa tumlaki Bwana Yesu pale mawinguni. Je, tufanye nini ili tumlaki? Neno la Mungu linajielezea vizuri kwenye Mathayo 25 inapoelezea wale wanawali 10, wanawali ambao ni wapumbavu na wanawali ambao wenye busara. 5 walikuwa ni wenye busara, 5 walikuwa ni wapumbavu. Sasa wale mimi na wewe tunafaa taa zetu ziwe na mafuta, na wakati huo tuwe na mafuta ya akiba. Hii inamaanisha nini? Unapokuwa umempokea Bwana Yesu, usilale, usione imetosha. Fanya juhudi kumtafuta, umfahamu huyu Mungu ninayemtumikia ni nani. Fanya juhudi kuisoma neno lake. Fanya juhudi kushirikiana na wenzako wenye imani hii ili kuweza kutoka utukufu hadi utukufu. Ili hata pale Bwana Yesu anapokuja akute kwamba taa yako bado inawaka, akute kwamba taa yako haijazima. Sasa kwa nini wale wanawali wapumbavu hawakuweza kumuona Bwana na walifungiwa nje ya lango na Bwana akasema tokeni siwatambui ninyi? Ni kwa sababu walipompokea Bwana wakarelax, wakaona wamemaliza. Walipompokea Bwana wakaona hamna haja ya kuwa tena na juhudi tena ya kumtafuta. Kwa maana pale wanawali wanaonekana kwamba wote wana taa zinawaka. Hiyo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anahitaji kuchochewa ili aendelee kuwaka. Ule moto wako ndani ambao umeshaupokea unatakiwa uendelee kuuchochea kwa kusoma neno, uendelee kuuchochea kwa kusali, kwa kwenda kanisani, kanisa sahihi ambao utapata neno ambao ni chakula cha Bwana kilicho sahihi. Juhudi ya kumtafuta Mungu iwepo ili uweze kujua anataka ufanye nini, ili anapokuja mara ya pili uweze kumlaki pale mawinguni. Mimi nadhani ni hayo, ni kwamba tuwe tayari ili anapokuja kulichukua kanisa lake ambaye ni mimi na wewe tusiachwe. Sijui na jambo lingine la kuongeza. Labda mfano kidogo ambao naweza nikaongezea hapo ni kuhusiana na yule bwana ambaye alikuja kwa watu wake 3. Alitoa talanta 3. Mtu wa kwanza alimpa talanta 5, wa pili akampa talanta 2 na wa tatu akampa talanta 1. Sasa mtu wa kwanza aliweza kufanikiwa kufanya jambo jema, alizalisha talanta nyingine 5, zikawa 10. Mtu wa pili alizalisha talanta 2, zikawa 4, na mtu wa tatu hakuzalisha chochote kile. Kwa hiyo sasa sisi tusije tukawa kama yule mtu wa tatu. Mtu wa kwanza alipewa zawadi zake, mtu wa pili alipewa zawadi zake, lakini mtu wa tatu hana ambacho alikipokea. Zaidi aliambulia patupu. Kwa hiyo tujitahidi tuwe miongoni mwa wale watu wawili waliopewa talanta 10 na talanta 4. Mungu Bwana wao aliwapa ufalme katika sehemu ambazo aliwaahidi, na yule ambaye alipata talanta 0 alinyang'anya kile alichokuwa nacho kimoja akagawiwa yule mwenye kile kikubwa. Kwa hiyo tujitahidi sana katika eneo hilo, na sisi kuna katika matendo yetu tuliyofanya Mungu atatuzidishia zaidi, maana Mungu hataangalia yale tuliyofanya tu, anaweza akatuzidishia pia. Shukrani sana. Naamini kwamba msikilizaji na mtazamaji wetu kuna jambo umejifunza. Tutakutana tena wakati mwingine. Bwana Yesu akubariki.